Hello guys, sasa leo tunataka tuone namna ya insert standard title block kwenye AutoCAD. Hili ni jambo ambalo lilikuwa linawasumbua wanafunzi wengi. Kwa hiyo sasa leo nimekuja na solution. Ngoja tuanze moja kwa moja. Kwanza utakuja hapa kwenye new browse templates. Kama kawaida utakuja kutumia template ya CAD ISO. Open. Baada ya hapo itabidi utengeneze frame ya au margin za karatasi yako unataka kutumia. Mara nyingi huwa tunatumia A3 ambayo inakuwa na dimension za 297 na 420. Kwa hiyo moja kwa moja tutakuja kutengeneza, tutachagua rectangle hii ya kuweka dimension, tuta insert point hapa. Tunataka paper yetu iwe ni landscape, kwa hiyo tutaweka urefu 420, kisha upana 297. Baada ya kuchora frame yetu hapa, tuta zoom to fit ili ionekane kwa ukubwa. Utaminya Z, utaminya Z, enter, kisha E, maanisha zoom to extent. Baada ya hapo tunakuja sasa kutengeneza zile margin kwa ajili ya title block. Kwa kawaida kwenye A3 tunatengeneza margin ambayo inakuwa na milimita 20 kwa upande wa kushoto, alafu kote kunakuwa na milimita 10. Hii milimita 20 kwa ajili ya binding. Kwa cha kwanza tuta explode hii rectangle ili tuweze kushughulika na line moja moja. Kisha tuna select hii line hapa, tunaminya offset. Baadaye utaweka offset distance ambayo ni 20 mm, enter, kisha uta offset mpaka 20 mm hapa, escape. Baadaye uta select hii line hapa, utaminya offset distance, utaweka 10 mm, enter, offset 10 mm, kisha utachagua na hii pia uta offset 10 mm, na hii pia utachagua uta offset 10 mm. Okay, escape. Baada ya hapo tunaweza ku trim hizi parts. Kwa tunakuja kuchagua trim na trim part hii na trim hapa. Okay, na trim hapa na trim na hapa. Okay, escape. Kwa hiyo hapa tushatengeneza karatasi yetu ya A3 pamoja na margin za title block. Kwa kinachofuata hapa ni kutengeneza standard title block. Kwa utachukua rectangle ni dimension, tuta specify hapa kwenye kona, kisha utapeleka huku. Standard title block inakuwa na 180 urefu. Okay, na height ya 30. Okay. Baada ya hapo unaweza pia kuexport hii, kisha ukachagua hii line hapa, uka offset 15 mm, kwa ni half, uka offset kwa hapa. Okay, pia unaweza ukachagua hii line hapa, uka offset, offset 50 millimeters hapa, na pia ukachagua hii uka offset 80 millimeters from
84 millimeters from 50. So 84 millimeters kutoka 50 hapa. Okay. Hapa kwenye 50 tuna trim hapa hii kipande cha juu. Okay. Hapa tuna offset 30 millimeters. Okay. Na hapa pia tuna trim entities trim. Baada ya hapo tutaweka mstari, tutapiki hii line hapa, tuta offset 30 millimeters here. Okay. Kisha uta offset 40 millimeters. Okay. Baada ya hapo uta trim hapa, uta trim na hapa. Kisha tutapiga mistari. Chukua mstari huu uta offset kutoka hapa mpaka hapa ni 15. Kwa tunahitaji mistari miwili kati ya hapa, itakuwa ni 15. Uta offset 15 divide by 3. Okay. Itakuwa hapa pia hii uta offset hapa. Okay. Baadaye tunaenda ku trim isiyohitajika hapa, hapa, hapa na hapa. Title block yetu imekamilika, standard title block. Sasa kinachofuata ni kuweka text. Hapa inakaa projection, kwa hiyo tutachora projection. Hapa tutachora third angle, lakini unaweza ukachora first angle. Kwa hiyo hapa nitachora third angle projection. Tutachukua line, tutaweka hapa. Okay. In center line, unaweza ukaweka layer ya center hapa. Okay. In center line, unaweza ukaweka layer hapa ya center, andika center. Tunakuja tunaweka line type, itakuwa ni center, na line weight kwa standard ya center inakuwa ni 0.5. Tunakuja 0.5. Hizi standard unaweza kuzisoma zote kwenye data book. Okay. Utachagua line yetu hii, kisha tutaweka layer ya center. Okay. Kwa hapa ionekani vizuri, layer center imekaa lakini haionekani vizuri. Tutaweka LTS scale, tutabadilisha, tutaweka 0.1. Center inaonekana vizuri. Kwa tutakuja kuchora hizi third angle projection. Third angle projection kwa hivi. Okay. Kisha tuunganisha mstari hapa hapa.
kisha tutamira mstari hapa, tutamira kwenye hii center line. Okay. Click no. Baada ya hapo utachora cycles hapa nyuma yake kama standard ya angle projection inavyosema. Kwa kwanza tutaweka center line ya cycle, itakuwa ni vertical. Okay. Click hapa, tutaweka layer ya center. Okay. Baada ya hapo tunachora cycle ambayo itaendana na hii. Okay. Chora cycle nyingine hapa katikati, unakuja unagusisha kwenye hii point ambayo unataka kulinganisha, alafu ikitokea mstari wa kijani ndio una click, utaona cycle zimeendana. Center line unaweza kwa extend kidogo. Okay. Kwa hiyo hii ni symbol ya third angle projection. Kisha haya maeneo hapa tuta apply multi-line text kwa ajili ya sehemu kama hizi. Okay. Hapa inakaa scale, tutaandika scale. Okay. Hapo unaweza ukaset text height, nitaweka 3. Okay. Kisha una click. Pia unaweza ukaisogeza hii nzima hii, kisha ukaisogeza sehemu unataka. Okay. Lakini pia tunaweza tukaikopi hii sehemu nyingine, tukaikopia hapa, tukachagua base point hapa, kisha tukaikopi hapa, tukaikopi tena, chagua base point, select object, select base point, then copy hapa. Okay. Select tena, copy base point hapa, then copy hapa, copy, select object, base point hapa, naikopia hapa, then copy tena, select object, base point, naikopia hapa. Kwa hiyo hapa kinachobaki tunakuwa tunaenda kuedit hapa, badala ya kuandika scale itakuwa ni dimension, tunaandika dimensions. Okay. Na hapa inakuwa ni date. Okay. Na hapa inakuwa ni drawn by. Okay. Na hapa inakuwa ni group. Okay. Na hapa inakuwa ni check. Okay. Sehemu iliyobaki hapa ni sehemu ya kuandika ile kampuni organization. Kwa sisi wanafunzi wa DIT unaweza kaweka tu hapa, na organization ni sehemu ambayo haibadiliki, kwa unaweza kaweka moja kwa moja text organization yako. Mfano hapa naandika DIT, uta apply text height hapa, weka 4. Okay.
na kisha nita apply hapa center. Hapo nitaivuta hapa